Unapozungumzia elimu ya kiroho, mara nyingi watu huwa wanajiuliza elimu hii ya kiroho inaegemea upande wa dini gani? Lakini kitu ambacho watu hawafahamu ni kwamba elimu ya kiroho haina dini, lakini kila dini ndani yake kuna elimu ya kiroho. Hata upagani wenyewe ni baadhi ya tamaduni na mila ambazo zimeunganishwa na elimu hii ya kiroho ambayo tunaizungumzia. Maana kama tunavyozungumzia elimu ya jadi, tunaamini kwamba hiyo ni elimu ya kiroho, lakini ile ni simulizi ya tamaduni za jadi au tamaduni za asili ambazo zimeunganishwa na elimu hii ya kiroho. Lakini pia tumekuwa tukikutana na watu ambao wanasimulia sana hizi stori za Kemet au Misri, stori za Wagiriki, historia ya viumbe kutoka sayari nyingine. Tumeona ni historia ambazo zimekuwa zikiwagusa watu, lakini watu wengine wamekuwa wakiamini kwamba hiyo nayo pia ni elimu ya kiroho. Lakini kitu ambacho watu hawaelewi kwamba hiyo ni historia za jamii fulani ambazo ndani yake kuna elimu ya kiroho ambayo tunaizungumzia. Tunasema ni sayansi ya elimu ya kiroho, lakini hiyo sayansi imetafsiriwa kwa kutumia lugha tofauti tofauti, kwa sababu tunapozungumzia elimu ya kiroho tunazungumzia vitu ambavyo havionekani katika ulimwengu wa kimwili. Kwa hiyo ni ngumu sana kuweza kuelezea kwa uhalisia wake. Kwa hiyo njia pekee ambayo watu wanakuwa wanaitumia au walimu wanakuwa wanatumia katika kuwafundisha wanafunzi wao, wanatumia mifano ya kimwili. Kwa hiyo wanaweza wakatumia mifano ya tamaduni zao, anga, wanyama kama ni wafugaji, ili kuweza kutafsiri kitu ambacho kinatokea katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo kile kitu ambacho wanakisimulia ni mfano wa kile kitu ambacho wanataka kukielezea.